tunakuabudu Bwana, tunakuabudu Jehova. Hallelujah. Wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, Mungu aishiye. Wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, wakuabudiwa Jehova, Mungu aishiye. Hakuna mwingine wa kuabudu, ila ni wewe, ni wewe Bwana. Hakuna mwingine wa kuabudu, ila ni wewe, ni wewe Bwana. Hakuna mwingine Shukuru Bwana kwa ajili ya maisha yako. Kitamatishe ni nafasi ya maombi. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana. Shukuru Bwana. Maana Bwana anakuwazia mema. Hakuna kusudi njema kwa ajili ya maisha yako. Huenda umepitia mambo mengi katika maisha yako. Kuna sababu ya kumwambia Bwana asante. Maana Bwana hajamalizana nawe. Bwana kuna kusudi kwa ajili ya maisha yako. Hatua zako zinaimarishwa na Bwana. Maisha yako yanaongozwa na Bwana. Kama si Bwana, mahali umefika utaweza kufika. Mwambie Bwana asante. Baba wetu tunakushukuru. Twalitukuza na kuliinua jina lako. Twasema ni wewe tu, hakuna mwingine. Uliyetegemewa, uliye msaada, uliyejibu na maisha yetu ni wewe tu Bwana. Wakati kama huu tunapoendelea katika ibada hii, Bwana tunakuhitaji. Ubali kuwa katikati yetu. Mbele yetu kuna neno lako. Toba uzungumze nasi vile wewe utakavyo, maana unatujua na unatuelewa. Nami mtumishi wako Bwana nisaidie. Nipe hekima, nipe ufahamu, nipe ufunuo wa neno lako, ili nikafikie watu wako na nikanene mapenzi yako, nisinene mapenzi yako. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba yote na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Basi unaweza kupata nafasi uketi pamoja na the worship. Bwana wabariki sana. Nataka nichukue nafasi nipate kuwakaribisha katika baada ya siku ya leo jinsi mahali ambapo panastahili, mahali ambapo Mungu wetu yupo. Maana anasema ya kwamba mahali palipokusanyika wawili ama watatu kwa jina langu, nitakuwa kati yao. Na ninaamini ya kwamba Bwana yuko katikati yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu karibisha mtu aliye karibu na wewe katika ibada. Mwambie karibu katika ibada siku ya leo. Mwambie karibu, mwambie karibu.
Amen. Nataka nipate kuleta neno la Mungu katika asubuhi ya leo kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili kifungu cha 2 mstari wa 3 na wa 4, na Mungu wetu ataweza kutubariki. Na kwa sababu tuko katika ibada ya intercession, ibada ya maombi, Bwana anaongea nasi juu ya mambo ambayo tunastahili kuyaangalia wakati ule tunapopigana vita. Things that we should consider when we are in a battle. Mambo yale ambayo tunapaswa kuyaangalia wakati ule tunapopigana vita. Nakumbuka ya kwamba maandiko yanasema vita vyetu sio za damu na nyama, lakini tunapigana na yule mkuu wa anga, tunapigana na maroho machafu, tunapigana na nguvu zote za giza. Amen. Kwa hivyo tunapoongea juu ya vita, ujue ya kwamba atuongelelei juu ya kupigana na mwenzako, kupigana na watu wengine, kwa sababu maandiko yanasema vita vyetu sio za damu na nyama. Vita vyetu viko juu. Amen. Sio za kupigana na wanadamu wenzetu, hata kama wanadamu wanatumiwa na shetani kuleta vita, lakini wanapokuja tunajua hizi vita zimetoka wapi na kwa nini zimeweza kutokea. Hivyo maandiko yanasema katika 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, neno nasema hivi: thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. The verse 4 says, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. Maandiko nasema Kiswahili, ushiriki kitabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwalika awe askari. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme hivi, kila mmoja wetu katika maisha haya ako na vita yake. Amen. Uko na vita ya kwako. So long as huko katika ulimwengu huu, kuna vita ambazo unakumbana nazo. Ndio sababu hata maandiko inaongelelea juu ya majaribu, ya kwamba katika majaribu ambayo tunaopitia ni majaribu ambayo yanaopitia mwanadamu kama ilivyo kawaida yake. Kwa hiyo yale ambayo tunapitia kama wengine wanavyopitia. Amen. Na unaposoma maandiko nasema ya kwamba katika maisha ya mwanadamu ni mafupi na yamejaa taabu, yamejaa shida, lakini kuna jambo moja ambalo linanitia nguvu kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya wenye haki, Mungu anasema majaribu ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana umuokoa nayo yote. Tunapitia katika vita na majaribu kama wale wengine, lakini tuko tofauti. Mtu aliye na Mungu, mtu ambaye ameokoka na yule ambaye hajaokoka wako tofauti. Mcha Mungu
itapotea. Maandiko katika Zaburi wa 37 mstari wa 37, maandiko yanasema mwangalie mtu mkamilifu. Maandiko yanasema mwisho wake utakuwa ni amani. Amen. Nataka kusema ya kwamba kila mtu anakumbana na vita yake mwenyewe katika maisha haya. Uwe umeokoka, uwe hujaokoka, kuna changamoto na uko na vita yako ambayo unapigana kila siku. Amen. Na nataka ujue vita ambavyo zinakujia, labda unaziona zinatokana na wanadamu ama zinatokana na hali ambayo umepitia, ambayo imeletwa na adui Shetani. Unapaswa ujue jambo moja, zinapigana. Vita yote inapigana na hatima yako ama na kesho yako. Vikwazo ambazo unakumbana nazo ni za kukuvunja moyo ili usifike pale ambapo Mungu anataka kufikisha. Lakini siku ya leo ninayo habari njema. Maandiko yanasema hivi katika Warumi kifungu cha 8 mstari wa 31, tuseme nini basi juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani ambaye anaweza kuwa kinyume chetu? Hata kama vita vipo, kuna yule aliye katika upande wetu, kuna yule aliye katika upande wako. Na nataka nikutie Mungu, Bwana ameruhusu hayo ambayo umekumbana nayo, maana anajua unayaweza na atatengeneza njia. Amen. Na hivyo nataka nikuonyeshe juu ya mambo ambayo unastahili kuyaweka katika mahali, the things you should consider wakati ule unapopigana vyako. Amen. Paulo anaongea na Timotheo, mwanaye wa kiroho, anamwambia hivi, ushiriki taabu pamoja nami kama askari wa Kristo Yesu. Ingawaje Paulo ameitwa na Mungu, mpaka Mungu alisema ama Yesu alisema ya kwamba huyu ni mtumishi wangu ambaye nimemchagua kwa ajili ya kazi ambayo nimeweka mbele. Lakini vita na majaribu, taabu zilikuwa mbele yake. Majaribu, taabu, mateso katika maisha haimaanishi ya kwamba hauna Mungu. Hauwezi kupima mtu na yale ambayo anayoyapitia kwamba ako na Mungu ama hana Mungu. Hata mara nyingi wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, kwa huyu mtu ambaye ni mgonjwa ama ni kipofu, amekuwa ni yeye ametenda dhambi ama ni wazazi wake? Mara nyingi Yesu alikuwa na wajibu, anawaambia hili limetendeka si kwa sababu wazazi wametenda dhambi ama yeye ametenda dhambi, lakini hili Mungu akapata kutukuzwa. Mambo mengine yanatendeka ili Mungu akapata kutukuzwa katika maisha yetu. Mambo mengi yametendeka katika maisha yetu
Yesu asifiwe. Na hivyo anamwambia ushiriki taabu pamoja nami. Hiyo anataka kumfundisha ya kwamba katika yale ambayo ninayoyapitia, you are the part of it. Wewe ni sehemu ya hayo. So long as uko ndani ya Kristo na katika ulimwengu huu na uko katika huduma hii, lazima uwe katika sehemu ya taabu zile ambazo tunapitia watu wa Mungu. Ndio anamwambia shiriki taabu pamoja na katika yale ambayo ninayoyapitia, kuwa mshirika katika haya. Paulo alikuwa na mpingo kwa ajili ya Injili. Paulo alichukuliwa na kuwekwa katika magereza kwa sababu ya imani. Aliteswa na kutengwa na watu, na huku anaongea juu ya Mungu mkuu. Hata ishara na miujiza zilikuwa zinamfuata, lakini mateso na shida chungu nzima zilikuwa zinamfuata, lakini hakuna Mungu. Anamwambia Timotheo, shiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Anamuonyesha jinsi askari anapopigana vita vile anavyokuwa. Amen. Nataka niende haraka. Alafu anamwambia hivi, hakuna apiganaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Jambo la kwanza ambayo unastahili kukonsida when you are in a battle, when you are fighting, tarajia ushindi katika hizo vita. Nataka nimutie Mungu katika hayo yote ambayo unayopigana naye. So long as umeokoka, una jemadari wa vita ndani yako, Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Bwana wa majeshi. Tarajia kushinda katika hayo yote, maana hauko peke yako. Maandiko nasema hivi, sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Hivyo tarajia ushindi katika maisha yako, katika hayo yanayokusumbua, katika hayo ambayo umepitia. So long as uko ndani ya Kristo Yesu, tarajia ushindi. Hilo ni jambo moja la kukonsida wakati ule unapokumbana na vita na changamoto ya maisha. Tarajia ushindi kama uko katika upande wa Mungu, kama wewe umeokoka, kama umemkaribisha Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tarajia ushindi katika maisha yako. Usitishwe na yote unayoyaona. Wewe ni mshindi. Tarajia ushindi. Wenda mambo ni magumu, wenda mambo yako katika kiwango cha juu, wenda watu hawakuelewi hata unapozungumza na wao, lakini katika hilo, so long as uko ndani ya Kristo Yesu, tarajia ushindi. Tena ukimya utajini wako. So long as wengine wa Yesu ni mshindi. Wewe ni mshindi. Jambo la pili, Paulo anasema hivi,
na hapo ndipo watu wanavunjika moyo na wanaachilia kile ambacho wako nacho. Bwana anasema vumilia hayo, kuwa mvumilivu. Amen. Hayo mateso ambayo unaishi yavumilie, kwa sababu ni ya muda. Amen. Ni ya muda. Yavumilie. Bwana ameona wapitie hayo, yavumilie. Inawaje kikombe ni chungu, vumilia. Inawaje watu hawaelewi na wewe, vumilia. Inawaje umetengwa, vumilia. Amen. Vumilia. Baada ya kuvumilia, matokeo yake yatakuwa mazuri. Watu wengi wanakimbia hata kabla Bwana hajamalizana, wakati akiwa karibu kuhusika katika maisha yako, unakimbia, unatoka mahali unapaswa kuwa. Lakini mimi nakuambia vumilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo nimejua, kushinda vita vilivyo mbele yetu ina depend na moyo vile ulivyo. Moyo ukishindwa, hata nje unakuwa umeshindwa. Lazima moyoni uone ushindi. Amen. Vile moyo ulivyo ndivyo unategemea ule ushindi ama kushindwa. Kwa hiyo nataka niseme hivi, pamoja na kuwa katika hiyo hali ya kupigana vita, vumilia hayo ambayo unayoyapitia, na uone ushindi katika moyo wako, na ujue ya kwamba wewe ni mshindi katika hayo yote. Amen. Jambo la tatu, Paulo akamwambia Timotheo, hakuna apiganaye ajitiaye katika shughuli za dunia. Amen. Kwa njia nyingine anajaribu kusema ya kwamba be faithful to your master, kuwa mwaminifu kwa yule ambaye aliyekuita, kuwa mwaminifu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la tatu, usijiingize katika shughuli za dunia. Mpendeze aliyekuita, pendeza Mungu. Usijiingize katika mambo ambayo yanaweza kukutenganisha na aliyekuita, maana wewe ni askari wa Kristo. Haleluya. Usijiingize katika mambo ya dunia, usijiingize katika mambo yasiyompendeza Mungu. Ukiwa katika vita, ishi maisha ya kupendeza Mungu. Ukiwa katika hiyo hali, angalia njia ambayo inaweza ya kumpendeza Mungu, tembea katika hiyo njia. Ukiwa katika hicho kilio, usimwasi Mungu, pendeza Mungu. Kama Ayubu, ingawaje alikuwa katika mateso, lakini jambo moja linalonitia Mungu ni kwamba maandiko yanasema Ayubu hakumtenda Mungu dhambi, hakumkosesha Mungu.
jambo lolote kwa kuwaza, kwa matendo, kwa kuongea au kumtenda Mungu dhambi. Kama moyo, afadhali nikufe kwa sababu ya shida, lakini nibaki na Mungu. Hata ushawishi ulipotoka nje, akaambiwa kwamba kufuru Mungu wako ili ufe, maana haionekani msaada yoyote. Yeye hakujaribu, akikataa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijiingize katika mambo ambayo yanaweza kumchukiza Mungu wako aliyekuita, anayekupigania vita. Na jambo la mwisho ni hili: jitolee kwa ajili ya huyo Mungu. Jitolee, endelea katika maisha ya kumwamini Mungu. Kama ni kutumika na kumtumikia Mungu, tumikia Mungu. Yale ya kupasayo kuyatenda, yatende pasipo kuangalia hayo yametukia. Jitolee kwa ajili ya huyo Mungu. Haleluya. Maana ushindi wako hauko mahali pengine, uko Mungu. Nataka nimalize na kusema ya kwamba wewe ni mshindi. Nasema wewe ni mshindi. Nasema wewe ni mshindi. Maandiko nasema vita sio vyetu, vita ni vya Bwana. Na kama askari, Mungu anafanya kutuelekeza, kutuongoza, kutudirect ile ambavyo tunapaswa kufanya, vile tunapaswa kupigana vita. Na Bwana ametuelekeza ya kwamba tujue jambo la kwanza, ushindi ni upande wetu. Jambo la pili, tuvumilie yale ambayo tunayoyapitia. Jambo la tatu, tusijiingize katika shughuli za dunia, mambo yasiyompendeza Mungu, mambo yasiyompendeza jemedari wa vita ambaye ni Mungu wetu. Tenda yale ambayo yanayopendeza. Uhakikisha ya kwamba unatembea na Mungu. Na jambo la mwisho, anatudirect ya kwamba tujitolee. Kama ni kutumika, tumtumikie huyo aliyetuita. Kama ni kuabudu, tumwabudu huyo aliyetuita. Amen. Inawezekana. Sijui unaona nini mbele yako katika hizo vita? Unaona nini katika hayo unayopitia? Unaona nini? Lakini natangaza ya kwamba wewe ni mshindi. Hebu inuka kwa miguu yako, umwambie Bwana asante. Mshukuru Bwana, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya neno hili. Mwambie Bwana asante. Inua mikono yako, mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Haleluya. Wewe ni mwema. Hakuna wa kufananishwa nawe, hakuna wa kulinganishwa nawe Bwana. Wewe ni Mungu mkuu. Oh, haleluya. Inua mikono yako, inua mikono yako. Mwabudu Bwana, mwabudu Bwana, mwabudu Bwana. Mwambie Bwana katika hayo yote umepitia. Yalete kwa Bwana, yalete kwa Bwana hizo vita, badala ya kusononeka, badala ya kunung'unika, badala ya kuongea mbele ya watu, badala ya kuchukia watu, badala ya kukaa katika hali ya kukata tamaa, yalete mbele za Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, wewe ni mtu tofauti. Vita vyote wewe ni mshindi. Kama ni magonjwa umeyashinda, kama ni umasikini na mateso, kazi haipatikani, utaenda kupata, maana wewe ni mshindi. Oh, Bwana amekawia ili aonekane katika maisha yako. Mwambie Bwana, niko hapa.
shakata ziatana ni baba rokobo shatana ni baba ora shatana na baba ora shatana na baba ziatana ni baba ria shatana na baba ora shatana na baba ora shatana na baba ora ziatana na baba shatana ni baba. Bwana wezesha yule ndugu, wezesha yule mama. Bwana pigana kwa ajili yake. Bwana wacha ukawe mtetezi wake. Oh, haleluya. Oh, rabashaka. Ni wewe Mungu wa Ibrahimu uliyemwambia ya kwamba Bwana watakao kubariki nitawabariki, watakao kulaani nitawalaani. Oh Bwana, maana yake unampigania, maana yake unamtetea. Uliwaambia wana wa Israeli ya kwamba adui watakuja na njia moja, lakini utawatawanya kwa njia saba. Bwana, ndio siku ya leo tunapoinua macho yetu tunaona ushindi, maana adui zetu unaenda kuwatawanya, adui za wapendwa unaenda kuwatawanya kwa njia saba, utaenda kuwatawanya, maana wewe ndiwe mtetezi wetu, wewe ndiwe tupiganiaye, wewe ndiwe tuwezesha. Yesu tunakuhitaji, Bwana tunakuhitaji. Raboshakata uliamaziatana na babu ulimashatana na mama ushatana na babu.
kufikia wokovu. Unaweza kumkiri Yesu ya kwamba ni Bwana na Mwokozi kwa njia ya kumpokea moyoni mwako na kumruhusu pata nafasi maishani mwako. Ukiwa hapa, nataka useme, Bwana Yesu, tuwasaidie wote ambao wameinua mikono. Sema, Bwana Yesu, naja kwako na sasa ninakuhitaji, maana nimesikia neno lako. Yesu, nisamehe dhambi zangu, nisamehe makosa yangu. Nimekataa shetani na kazi zake zote. Nimekataa dhambi na uzuri wake. Kutoka siku ya leo mimi ni wako Yesu, naingia ndani yako, nawe uingie ndani yako, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu nimeomba na nimeokoka. Amen. Baba, ni asante kwa wote ambao wameokoka. Wasimamishe katika imani, katika wokovu. Wape kushinda vita vyote. Tawala maisha yao, wakawashindanie. Wote ambao ni wagonjwa waponye walipo. Wameonewa na shetani, wapiganie walipo. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu. Basi tunaweza kuketi. Napenda tukapate kumtolea Bwana sadaka zetu, fungu la 10, malimbuko na shukrani. Tunaweza kuchukua bahasha kama unahitaji kumtolea Bwana shukrani na fungu la 10. Asha wanaweza kupatia